Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga, kialia, ukamo. Inakuaje wana Just Kenya Official TV, karibu tena ndani ya channel hii, and of course ndio channel nambari 1 ambayo inakupatia matukio yote ambayo yanatokea katika mitandao ya kijamii, na ni matumaini yangu kwamba mzima wa afya wakati unapoendelea kusubscribe to this channel. Na mimi ninakazana tu kuweza kukuletea taarifa zidi ama pindi zinapotukia na kule katika mitandao ya kijamii. Bwana, kuna story ambayo imeweza kuchipuka sasa hivi tunapozungumza, ni kwamba yule ambaye ni msimamizi ama yule ambaye alianzisha hashtag ya Justice for Jeff, atambulikana kama Simon Mwangi Muthiora, ameweza kuachilia story nyingine nzito sana ambayo inahusiana na kifo chake Jeff Mwadhi. Kumbuka kijana Jeff ni kijana ambaye inasemekana aliweza kufariki katika nyumba ya msanii mmoja maarufu nchini Kenya, humu nchini Kenya, ambaye atambulikana kama DJ Fatxo. Na sasa kwa lugha ya kimombo, Simon Mwangi Muthiora ameweza kuelezea masuala hayo yote, na akaweza kusema detectives investigating the murder of Jeff Mwadhi met with his parents yesterday for 5 hours. They provided their findings as follows. Sasa hizi ni kati ya zile vitu ambazo DCI inasemekana kwamba waliweza kuzinukuu, ama zile vitu ambazo waliweza kutoka nazo hadi kuelekeza kwake yule ambaye atambulikana kama, ama wale ambao wanatambulikana kama wazazi wake Jeff Mwadhi. Sasa hapa bwana, kitu cha kwanza ambacho detectives waliweza kuprovide ni hiki. Wanasema kwamba they were unable to determine whether Jeff was killed or he committed suicide. Bwana, wanasema kwamba sasa hivi ni kwamba walishindwa kutathmini iwapo Jeff ni kujiua alijiua ama ni kuuliwa aliweza kuuliwa. Hilo ni jambo la kwanza. La pili bana, wanasema kwamba they did not find any motive behind the killing, so they assumed that he committed suicide. Ni kwamba hakuweza kupata kitu chochote ambacho kiliweza kumpelekea kuuawa, na kwa hiyo wakaweza kuassume ama wakaweza kudhania tu kwamba aliweza kujitoa uhai. Cha tatu bana, wanasema hapa they also stated that they could not establish why he would have chosen to commit suicide if that was indeed the case. Bana, waliweza ama walishindwa kutathmini ni kipi ambacho kiliweza kumpelekea mpaka akajitoa uhai, iwapo hiyo ndo kesi halisi ambayo ipo. Bana, cha nne wanasema at the time Jeff fell, the two individuals, the driver and the cousin, were inside the house, contradicting media reports that they were in the elevator. Bana, ndo mambo ambayo yameweza kuzungumziwa hapa. Cha sita kilikuwa ni kwamba the detectives told the family that the DJ's cousin had gone for a short call that moment he was captured where Jeff would later fall. Bana, hizi ndo mambo ambazo zimeweza kuzungumziwa na zimeweza kuachiliwa na yule ambaye ni blogger Simon Mwangi Muthiora kupitia Facebook account yake. Na mambo haya yameweza kuwa yanaleta gumzo sana katika mitandao ya kijamii, nikisema pale katika comment section, ambapo bana watu wameweza kutoa hisia zao tofauti, wengine wakihuzunishwa na ripoti hii ambayo imeweza kutolewa na mtu ambaye anatambulikana kama Simon Mwangi Muthiora kupitia account yake ama kupitia Facebook account yake pale katika mitandao ya kijamii. Mimi sijui una maoni yapi kutokana na mambo haya, niambie katika comment section. Tupatane muda unaofuata.